Naishi Same, Sterling Kisima. Nimesikitishwa na maafa ya ndugu zetu kwenye Channel 1, kwenye mwani tunaoishi nayo Same. Hususani kwenye mwani ninaowatambua waliokuwa wanaenda kwenye harusi ni Mama Rama Sawari, mke wa Mhando, mke wa Bija, na nani tena mwingine huyu ambao tayari wako harakati, na mke wa Mhando na mke wa Bija na mama Mtango. Hao wengine bado sijajua. Kwa kweli tumeumia sana. Yaani tumeumia sana na tukio. Yaani nilitoka nimezaliwa sijaiona maisha yangu. Mwani wanatoka hapa Same kwetu ninapoishi, wanaenda kwenye harusi Moshi. Hii Channel 1 inatoka Arusha yaenda kwetu Tanga, hii ya Tanga. Lakini hii Channel 1 hii mwani yaishi hapa Same. Ni kama walikuwa wamekodisha wanaenda kwenye harusi. Mimi naitwa Cosmas Steven Sheklango, ni mkazi wa hapa Same. Ajali hii iliyotokea katika sehemu hii ya moteli ilitokana na basi la aina ya Channel 1 na posta ndogo Mwami. Chanzo cha ajali hii inasemekana zaidi ni gari aina ya basi ya Channel kupasuka tairi na kupoteza mwelekeo wa njia, na hivyo ikapelekea basi lile kuhamahama njia na kwenda kuvamia posta iliyokuwa imepaki pembeni. Hivyo basi ndio ikasababisha mlipuko huo wa hayo magari mawili. Chanzo ni kikubwa, ni kama hicho. Hapo ni kwanza kabisa chanzo cha kwanza kabisa tunaweza tukasema ni uzembe. Ni uzembe uliofanyika. Maana magari yaliwaka moto muda sana na taarifa ilitokea muda mrefu sana, na ikasababisha mpaka vijana wa bodaboda wakaamua kuchukua uamuzi wa kwenda kukusanya bodaboda wenzao na kuja kuchukua mawe na kuanza kuvunja kwenye magari wale, wavunje vioo kusudi wasaidie watu wafanya nini ili waweze kutoka. Na serikali yetu ipo kabisa karibu na hii ajali iliyotokea. Taarifa wamepewa, lakini bado kabisa hawajaifuatilia kiundani zaidi, na wakaamua kukaa na kupuuzia. Na hivyo baada ya kuona watu wengi ndio wakaona kabisa kumbe kweli ngoja tuchukue jukumu la kufanya nini, la kutoka. Na baada ya kutoka wakakuta bodaboda wako katika hilo swala la uokoaji, wanatuletea ambulance ingali watu wameshateketea, mamia na mamia ya watu. Baba watu kama 60 wamo ndani, na hiyo ndogo ilikuwa imebeba watu 45 kabisa. Kama hatuna hata vifaa vya uokoaji, ndio changamoto kubwa iliyopelekea mpaka hata hawa watu wanapoteza maisha. But tungekuwa na hivyo vifaa isingepelekea kupoteza watu wengi namna hiyo. Kwa hiyo popote mheshimiwa unaposikia kero hizi au kereketwa hii, tunaomba, maana hili ni funzo kabisa kwamba kuna leo na kesho likitokea hili je, itakuwa vile vile au litajirudia au kutakuwa na mabadiliko?